Vita, vita, vita. Vita na matukio ya aina mbalimbali ulimwenguni. Karibu kwenye makala hii maalum ambapo tutazungumzia moja ya masuala yanayotikisa ulimwengu kwa sasa hivi, vita. Kwa miaka mingi historia ya binadamu imejaa matukio ya vita vya aina mbalimbali. Lakini je, tumejifunza kutokana na makosa yetu? Leo tutachambua sababu za vita, athari zake na nini kinaweza kufanywa ili kujenga dunia yenye amani na upendo kwa wote. Wataalamu wa historia na siasa wanasema kwamba vita hutokea kutokana na migogoro inayotokana na maslahi ya makundi tofauti. Hebu tuangalie baadhi ya sababu kuu zinazochochea vita duniani. Vita vya kikabila. Jamii nyingi zimekuwa zikipigana kutokana na tofauti za kikabila. Mfano ni vita vya Rwanda mwaka 1994 ambapo makabila mawili, Wahutu na Watusi, yaliingia katika mgogoro mkubwa uliosababisha vifo vya maelfu ya watu. Vita baina ya mataifa. Migogoro kati ya nchi moja na nyingine imekuwa sehemu ya kihistoria, kutoka kwa vita kuu ya kwanza na ya pili ya dunia hadi migogoro inayoendelea hivi sasa kama vile Ukraine, Urusi na Mashariki ya Kati. Nchi hupigana kwa sababu za kisiasa, kijeshi au hata rasilimali. Vita vya rangi na ubora wa maisha. Katika historia tumeshuhudia ubaguzi wa rangi ukisababisha vita na mapinduzi. Mfano ni harakati za haki za kiraia nchini Marekani, ambapo watu wa asili ya Kiafrika walipambana dhidi ya ubaguzi wa rangi, na pia harakati za kuondoa ubaguzi wa rangi nchini Afrika ya Kusini. Vita vya kiuchumi. Mataifa yanaposhindania masoko na rasilimali yanaweza kushiriki vita vya moja kwa moja au vya kiuchumi. Vita vya biashara kati ya mataifa makubwa kama taifa la Marekani na taifa la Uchina vinaonyesha jinsi uchumi unavyoweza kuwa uwanja wa mapambano. Vita vya umiliki wa mali. Mataifa yenye utajiri mkubwa wa rasilimali mara nyingi yanashuhudia migogoro, kwani makundi tofauti yanashindania madini, mafuta na ardhi yenye thamani. Vita vya kidini. Migogoro ya kidini imekuwa sehemu ya kihistoria ya mwanadamu, kutoka vita vya zamani vya dini kati ya Wakristo, Waislamu na Wayahudi hadi migogoro inayoendelea hivi sasa Mashariki ya Kati. Vita vya mipaka. Migogoro mingi hutokea kutokana na ugomvi wa mipaka, kama inavyoonekana kati ya India na Pakistan kuhusu eneo maarufu la Kashmir. Vita vya uhalifu wa kijamii. Katika baadhi ya mataifa, makundi ya wahalifu yanashindana kwa nguvu na ushawishi, huku wakiharibu maisha ya raia wasio na hatia. Tuangalie athari za vita kwa muhtasari. Vita havileti madhara kwa wanajeshi tu, bali kwa jamii nzima. Miongoni mwa athari kubwa ni mauaji na uharibifu. Vita huleta vifo vya halaiki ya watu na kubomoa miji na miundombinu muhimu kama hospitali na shule. Ukimbizi. Watu wengi hulazimika kuhama makazi yao,
na kuwa wakimbizi katika nchi nyingine. Hali hii huathiri uchumi na usalama wa mataifa jirani. Lakini pia uchumi kuporomoka. Mataifa yanayoshiriki vita mara nyingi hukumbwa na mdororo wa uchumi kutokana na gharama kubwa za kijeshi na ukosefu wa wawekezaji. Magonjwa na njaa. Vita vinaposababisha uharibifu wa mashamba, vituo vya afya, magonjwa huenea haraka na watu wengi hukumbwa na njaa. Athari za kisaikolojia. Na hili pia ni tatizo. Vita huacha majeraha ya kiakili kwa watu, hususan watoto, kina mama na wasichana na askari waliopigana. Je, vita vinaweza kuzuilika? Kwa kuzingatia athari hii, tunaweza kujiuliza swali: je, vita vinaweza kuzuilika? Tuangalie baadhi ya mambo muhimu yanayoweza kuwa mwarobaini wa kutibu migogoro na kuzuia vita. Tukianza na diplomasia na majadiliano. Mataifa yanapaswa kutumia njia za amani kutatua migogoro badala ya kuingia vitani. Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kitaifa na kimataifa yanapaswa kusaidia katika juhudi za kutatua suluhu. Elimu na uhamasishaji. Kujenga jamii zilizoelimika, haki za binadamu na umuhimu wa amani kunaweza kusaidia sana kupunguza vita. Lakini pia usawa wa kiuchumi na kijamii. Vita nyingi zinatokana na ukosefu wa haki. Hivyo kuhakikisha kuwa kila mtu anapata haki sawa kunaweza kusaidia kupunguza migogoro. Swali langu kwako mtazamaji na msikilizaji. Katika historia ya dunia, hakuna vita ambavyo vimeleta amani ya kudumu. Kila vita huacha majeraha mapya. Swali tunapaswa kujiuliza sote, sio wewe tu. Je, tunaweza kubadilika na kuishi kwa amani, upendo na uvumilivu hapa duniani? Na je, vita gani unadhani ni vibaya zaidi kutokea duniani na kwa nini? Tunaweza kufanya nini kama jamii ili kuhakikisha amani, upendo vinatawala? Basi nikukaribishe uweke maoni yako na tushirikiane katika kujenga dunia yenye amani. Makala hii imeandaliwa na kuandikwa na Bwana Amini Ali ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia, na imesoma kwenu nami Idi Mtumweni nikiwa katika studio za Kidodi Media hapa Seattle. Hadi makala nyingine, iwe heri ya kuonana.